Yaani soma unaga kusema muda wa kula kweli wewe. Sasa hapa nje mambo gani unifanya haya? Haya basi kula wako sasa tuone. Usibe wako. Nangu. Shemegi usiondoke. Panju, si vizuri kumsema mwenzako kwenye chakula. Shemegi kula. Mwache kama kasusa asuse tu. Kula shemegi yangu kula. Usikasirike. Mambo ya kawaida tu. Mkalofi kweli ndanji una bahati tu kwa vile mimi naambia meji ni ile. Lakini bila hivyo ningeenda kulala kuchumba huko. Maji. Safari yetu imejawa na furaha. Mimi nawe tunapendana. Nimefurahi sana. Yaani siamini kama umeacha nyumba yako kubwa kama vile. Yenye kitanda kikubwa, chenye thamani. Na ukaamua kulala hapa kwenye godoro langu. Leo ndo nimeamini upendo wako. Nakupenda sana Isam. Usijali Panjwa. Yote haya nafanya kwa ajili ya upendo wa moyo wangu. Ila na surprise yako. Kwa surprise yangu? Surprise ipi? Kuwa na subra. Muda utapofika utaijua tu. Niambie basi. Nahitaji kujua. Acha kuwa na haraka. Maana haraka haina baraka. Gari la mental limetokea kati mimi na njaa, nikapenda na demu kale na kuacha watu wote wakinishangaa katika mitaa. Limetokea kati mimi na njaa, nikapenda na demu kale na kuacha watu wote wakinishangaa katika mitaa. Jumanne twende kazini, Jumatano twende kazini. Baba huyo, baba huyo, baba huyo. Baba yangu we, baba huyo. Umekuwa we, baba huyo, baba huyo, baba. Unamkaa eh. Baba huyo, baba. Na hapo kama kwenye shughuli mama anapiga mwanangu. Hai mwanangu. Ukisikia ukubwa ndo huo. Ukubwa upigiwi ngoma. Kipara kakua. Ukubwa ndo huo. Kuamka asubuhi, kwenda kufanya kazi, kutafuta riziki, matashara. Kurudi hapa nyumbani. Lakini ya zamani sasa hizi ndo huyo. Unavuta shuka, unasikilizia tu bindimu anafanya nini huko. Sasa hivi umeamka, umekuwa unaenda kutafuta kufanya kazi. Unajua mama, watu walisema mbele ya mafanikio ya mwanaume nyuma yake ni mwanamke. Ushanielewa mama, walimaanisha. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu alivyomuumba baba yetu Bwana Adam akasema hapa namwekea nani? Eva, ambaye hawa mama yetu. Kwa hiyo maisha mwanaume bila mwanamke is not very strong. Wanaume wenzangu, vijana wenzangu wote wasioa sasa hivi waoe. Yaani ukioa mwanamke hata kama unavuta bangi atakuachisha. Silikuwa na deka, sasa hivi no. Yakuwa mbaba sasa. Sawa mwanangu. Kusikia kubwa ndo huo. Na imani sasa hivi mama akirudi, akimkuta mume wangu sasa hivi anafanya kazi, atafurahi sana. Yaani hilo usimtabiri. Usimtabiri kabisa. Dada yangu namjua mimi. Unaweza karudi akakuta anafanya kazi akwambia, "Huyo mwanangu mnamnyanyasa. Mimi nitafutia kazi gani? Kazi ya kuuza mkaa, abimbili semegunia, si hivi na hivi." Usimtabirie. Tuombe Mungu tu. Usijali kuhusu hilo mama. Mimi sasa hivi sio mtoto wa mama, ni mtoto wa mke. Yaani hilo penzi paja kujisemea yule msanii na limenona chuzi kijiko ndo hili sasa. Mama hata akirudi akisema chochote naambia mama tulia. Sasa hivi mimi ni mume na nina familia yangu, utakiwi kuniingilia katika mambo yangu, no discussion. Asante Mungu. Yaani mama yako anakudekeza, abojobojo kitu gani? Leo unamweka pembeni.
kwa sababu ya mkeo. Kwani mwanangu umekuwa. Basi mama, acha mimi niwahi kazini kwa sababu Kidali Michambo aliniambia leo asubuhi anakuja, anataka nimuuzie gunia la mkaa. Sasa acha nikawahi, asije kakuta nimefunga kaenda store nyingine nikakosa hela. Sawa mwanangu. Basi wewe wahi. Sawa mama. Asante sana mke wangu. Hakika wewe ni mwanamke bora, sio bora mwanamke. Ukisikia wale masuperwoman ndo wewe. Ila tu wanakutenga kuingiza katika nyimbo zi. Mtu mzima ovyo wewe, mbea, unasikiliza mambo ya vijana ushazeeka mama. Nitamani mbusu lakini hao umbea huo. Kwani mimi mwanangu nimesimhetia neno haka Hakuna ushinde, wezi kushindana na mtu hapa. Twende mama. Yaani unalala mpaka sasa hivi. Nume nzima unalala kama hivyo. Ya unakuwa kama demu. Yaani mimi nikataza kulala chumbani kwako. Nimelala hapa bado unanisumbua. Shida nini? Aisa ameondoka. Kumbe wewe ndo mlalavi. Tashaondoka muda mrefu. Nimemsindikiza nje hapo. Sasa hivi atakuwa shafika kwao. Yaani mwenye nje unavimba hapo. Na nimesendekeza muda mrefu huko nje huko. Umalaya tu. Mimi najua wewe ndo mozege. Hujui kutongoza. Mimi ndo mwanaume. Alafu wewe alipi kujaisa mjana pale muda tunakula pale. Bwako nje ukajifanya kidume sana, unakalo makalomo nani kalomea mara usivilinge matongi makubwa. Sijui nje usinawise maana nikataza mpaka kunawisa maji. Kwa hiyo jikuta wako nje mbabe. Umnawisha kwani mpenzi wako yule? Yule ni mpenzi wangu mimi ndo nina haki ya kumnawisha. So wewe. Sasa wewe kama chakula lile itakusenja kaniletea nangu. Chakula kukuletea wewe? Chakula kaniletea mimi. Wewe shobo zako tunaenda kumpokea hivi njazi na kuuma. Sasa mimi nimesenji mwenye nyumba. Kama nyumba yako ungetufukuza sasa tukaenda kula mbele ya safari. Alafu unajifanya njeuri kweli wewe. Alafu msawaki wangu uko wapi? Asa msawaki wako ananiuliza mimi mkeo. Bwana Somo. Kwani huo mungande ninaikala na nani? Sasa unaishi na mimi naishi hapa naishi chumba kile pale. Wapi na wapi? Alafu unajua wewe sasa hivi watu waanze kupigana kelele alafu mimi nimechoka. Wacha nipumzike. Wewe amuka ukafanye kazi huko. Lofa kweli wewe. Toka hapo. Alafu huyu atakuwa hana akili vizuri. Inabidi tumpeleke Milimbe akapimwe. Yaani hiki chakula nakula tu kwa sababu nina njaa. Lakini chakula hiki hakieleweki kabisa yani. Utazani umepikia miguu. Chakula umepika king'ombe, chumvi umezidisha, mboga yenyewe umepika vibaya. Yaani watu msiojua kupika nyie. Yaani wewe umeacha 2,000 hapa. Alafu ulitegemea ukute nyama. Mbona unagubu sana wewe mwanaume? Tatizo lako wewe Fina. Ulishazoea maisha ya kimaskini, maisha ya kifukara. Hujawahi kula baga wala pizza. Kula chips mpaka siku ya happy birthday. Nisikilize nikwambie. Same jana amenitoa out. Tumeenda huko tumekula nyama na bia. Kule kuna kinywaji kinaitwa Furaha. Ukinywa unakuwa na furaha, yani nakwambiaje? Unakula nyama mpaka unasaza. Zingine unatamani hata bebe mfukoni. Yaani ni mwendo wa bata tu. Sasa hapo ndo ujue kuwa maisha hayafanani. Wao ni wao na sisi ni sisi. Sijui umenielewa? Kwa hiyo usitake tujilinganishe nao. Hao ni mawazo ya kipumbavu. Mimi siku moja ndoto zangu lazima niishi maisha kama yale. Maisha ya kula bata kila siku. Alafu siku moja nikipata hela naenda kujenga chini ya bahari.
Wewe vipi? Nipo sawa tu. Upo sawa kivipi wakati umetoka hapo unakimbia hadi huko nje umeshikashika mauchafu yako afu umerudi hapa? Mbona wewe mchafu sana wewe mwanamke? Unapokula inabidi Haya kakaangu, ndo tumefika hapa ndo kwa Makonde. Wewe mimi nimekwambia nipeleke kwa rafiki yangu Makonde. Yaani yule jamaa anauzaga maji. Wewe unanipeleka wapi? Nimekwambia yeye anaweza kuwa anakaa mtawa kule chini kule. Unanileta hapa ndio kwa Makonde. Kakaangu, umetoka uliponitoa unasema unataka kwenda kwa Makonde. Na mimi Makonde namjua anayeuza maji ambaye mtaa mzima hapa tunamjua. Ndio hapa napoishi nimekuleta kwa Makonde ndio hapa unakataa sio hapa. Kwa Makonde namjua wapi? Nenda wewe basi unamjua. Maana mimi Makonde namjua ndo anaishi hapa. Sasa tunabishana nini tena? Wewe hapo umepafananisha. Mwenzako kwa Makonde nyumba yao kama vile imekaa usende hivi. Alafu ngazi zao zipo kama sijui 4 zile. Wewe unasema hapo kwa Makonde hapa dada kama unataka kunipoteza niambie. Sasa kama ulikuwa hapa kwani usingeenda mwenyewe? Usingesumbua mimi kuleta hapa. Ungeenda mwenyewe basi. Hapa ndo kwa Makonde. Au Makonde wenyewe sema kaa huko kama Makonde gani? Basi nenda wewe huko unapojua usingesumbua mimi. Jamani watu bamba wabishi. Pengine nyinyi sio apoje. Maana kaa kopi. Nilikuwa nakutania, unafikiri nilikuwa sijui kama hapo kwa Makonde? Nilikuwa nakutania. Makonde sasa hizi. Salama nzima. Makonde nimekuletea ndugu yako maana nimemkuta huko nje na anahangaika, haelewi anaenda wapi. Mimi nikamwambia napajua unapoenda kwa Makonde, mimi namjua. Nimemleta hapa basi njia nzima mpaka tunafika hapa. Mtu mbishi kama nini? Anang'ang'ania sio kwa Makonde, sio kwa Makonde. Mbona kwa Makonde ndio hapa? Ndio nimemleta ndugu yako ashafika, mimi ngoja niondoke na shughuli zangu basi. Wewe umesikia dada? Sitaki. Wewe. Emi, mimi nilikuwa nina wazo. Unaonaje tukianzisha kijibiashara chetu mimi na wewe? Mimi pia nikopo na wazo hilo. Ila mpaka nimshirikishe mjomba wako. Sasa yule anaelewa nini? Hayo mambo inatakiwa mimi na wewe ndio tukae tuongee. Sasa bwana, ukiachana na mambo yake yote yule bado ni mume wangu. Kwa hiyo chochote kile lazima nimshirikishe. Sawa, wewe mpange. Mimi nitaenda kuangalia kama tutapata kijiwe cha kufanya kazi. Kwani ulikopo una mpango wa kufanya biashara gani? Hapo sasa ndio inatakiwa mimi na wewe tukae tujadili. Ni biashara gani itakayotuingizia kipato? Sawa. Yaani nilikuwa natakaje? Nilikuwa nataka nimuulize kama hajaolewa nikufanyia hata mchongo kiongozi. Hivyo nyao una akili wewe? Akili ninazo lakini ndizo zimebaki kidogo. Alafu ndio unaonekana tu wewe akili wala una. Zimebaki kidogo kweli. Haya nikuulize wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa Bongo? Kwa sababu tonga kila siku tunakutafuta humu ng'andi humu. Tunakulola wewe watu kulola. Anjili kikukuta la kukukuta huko. Nje wanapiga simu Morogoro huko kwenu ningimwambia nini mimi nzaliuzie huyu. Wewe hivi unajitambua kweli bwana wewe? Wewe unafikiri Makonde mimi kupenda unafikiri? Mimi sijapenda kwenye kuondoka huku kwenda kuzama lio. Siku zile naondoka hapa nikasema ngoja nizunguke upenuni kule ninyoshe miguu. Sijui nimekanyaga mdudu. Ndi mtawa ngapi sijui ule nimekutana na mshangazi huyu mpana kama pazia la lebo huyu nakwambia. Nikamwambia naomba nipeleke kwa Makonde mwenzako nimepotea. Kasema nikusaidie wewe kaa hapa. Sasa mimi nikawa sina namna ndio nikawa nakaa kwa yule mshangazi. Nimepigika. Mshangazi yule kila siku ndiye anapenda kweli mambo ya. Ndiye nikawa namtumia siku 2 hizi. Nikamwambia nipeleke nyumbani mwenzako nimeshachoka anasema nikitaka kuondoka nachukua nguo na ziloweka.
Nikitaka kuondoka nichukue nguo na ziloweka. Leo ndio nimemvizia leo. Si ameenda wapi? Nimechukua pasi, nimepasi safi. Haraka nguo zimekauka ndio nimekuja na ile mdada nimekuja naye. Nisamee ndugu yangu. Nimerudi rasmi. In a process of progress. Na vipi? Yule Mwarabu mzee wa kupaka watu mafuta yupo yule? Mwenzako nimerudi hapa lakini naogopa balaa. Mimi nakuomba chonde Mwarabu yule tumfukuze tuishi kwa amani. Yaani mimi sirudi tena kuondoka tena. Yaani kweli wewe mgonjwa wazimu, wewe akili una kweli. Yaani unapita ngola pano, unaona sifa kweli yani. Yaani nikaenda kwa nsangasi huko, kwa niweke nguo kumedi nangu sijui nini. Hivi wewe uko sawa kweli wewe? Alafu mimi toka huko unakuja hapa unanipa amri tu, unaniamrisha mimi nkuchi kwamba mfukuze Panju. Kama ndani kwako hukuete. Ndamani nimekuambia mimi sirudi tena. Unafikiri kutembea ovyo natembea? Sitembei tena, nisamee ndugu yangu. Nisamee, sipotei tena. Wenye wahenga hawaamini, umesha nisamee mara 770. Hawaamini macho yao wahenga. Yaani unaongea ujinga tu hapa, alafu cha maana unachoongea wala hakuna. Yaani si ndio naomba msamaha sasa ndio basi. Nenda ndani kutoka hapa. Mjinga kweli wewe. Yaani unakuja hapa unafanya vitu vingine utumie hata akili kumuti humu. Unafanya vitu havieleweki wala nini? Wewe lofa kweli wewe. Alafu tumfukuze Panju. Sasa na bado. Na ndio utalala naye endelee kukupaka mafuta lofa wewe. Vipi ndugu yangu? Kule Masaki umehama au? Nipo. Unajua si mambo ya utafutaji tena. Unajikuta Masaki, Feli, Posta, mambo ya utafutaji. Vijana sisi nguvu ya taifa. Inabidi taifa liende sawa. Usitaki kuniambia zile pesa mlizouza nyumba kule zimeshaisha, umekula bata. Ndio umefulia kiasi hichi. Sio kwamba tumefulisika. Ni sehemu tu za uwekezaji na utajiri. Kwa sababu imagine Balesa ni tajiri yule. Mpaka leo hii bado anauza askrimu wa 500 na ana mabilioni. Na bado Balesa huyo anauza andazi la 100 na ana mamilioni. Kwa hiyo matajiri wengi wanaangalia biashara ndogo ndogo, kuna muda kujichanganya na watu, alafu maskini wasione kama wanatengwa na matajiri. Ndio maana Balesa anauza andazi la 100, ndio maana sisi mabilionea tunauza mkaa kwa ajili ya kuwauzia maskini. Wewe ushawahi kumwona Balesa Kariakoo amevaa ile dude la askrimu ile? Au ameshika mikate ile anauza barabarani? Ushawahi kumwona? Sijawahi kukutana naye. Sasa cha ajabu na kushangaa bilionea wewe unauza mwenyewe hapa. Tatizo vijana hawaaminiki bwana. Unaweza kumweka kijana hapa store gunia moja akakutolea 6,000. Unajua yule ndo bilionea kweli. Ofisini kwake kuna kamera kila kona, CCTV na malaptop kibao, huwezi kumuibia. Sasa wewe unaweza weka CCTV kwenye banda la mkaa kweli? Sema afadhali mimi uje muuza mkaa kuliko wewe muuza maji. Muda wote unatembea tu kama mvia mza kanuni. Na midumu yako hiyo baba unatembea zako, umetoka huku Mwananyamala Sinza. Pole sana mzee. Angalau mimi nimekaa tu wananifuata. Nikwambie tu, mimi kazi yangu navaa suti nyeupe na naenda nao Kariakoo bila tatizo. Wewe unaweza kuvaa suti nyeupe weka gunia la mkaa hapa begani? Tuachane na hayo kwanza ndugu yangu. Alafu nimekumbuka kitu. Kina mama wanaofanya biashara ndogo ndogo kama kuuza miogo, kuuza sambusa, katika vikopo vyao vya hela wanawekaga visizi vya mkaa. Ukiuliza kwa nini wanasema kwa ajili ya kuzuia chuma ulete. Sasa mimi ndugu yangu bwana humu ndani nina gunia za mkaa, lakini jana chuma ulete wamepita na hela zote. Hamna cha chuma ulete hapo. Pesa umekula kipara na kujua vizuri kabisa. Na usipoangalia hichi kibano utakifilisi. Una siku ngapi toka uanze kazi? Leo 3 days. Kwa hiyo siku 3 tu chuma ulete wamepita na pesa zote. Haya, mimi yangu macho. Wacha nikauze maji. Muuza maji he. La 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 la. Muuza maji he. Juane ho. Juane ho. Muuza maji he. Juane he. Juane
Mana maisha mtaani ananikata, getoni alijojo, jikoni kalala paka, japo maisha magumu iloko na mimi hujanikachata, kiwa mbali popote nitakufuata. Oya. Eti niache pombe na sigara, nawaza itakuwaje, nambie. Eti niache maisha ya kisela, nawaza itakuwaje, nambie nielewe. Jamani Mr. Machete kapatikana, moyo kamwagia makopa yamejazana, yani kanjaza kanchota kanibambanya, mpaka kumumba na choka na nichanganya. Jamani Mr. Machete kapatikana, moyo kamwagia. Nani huyu anagonga geti la watu kama hivyo? Anajua samani ya hiki chuma? Samaki